Habari mtoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, shalom, shalom, assalamu alaikum, tumaini letu. Leo nimekuwa napitia kidogo maandiko kutoka kitabu cha Mungu hapa, Biblia. Lakini nikawa pia nimepata maandiko mawili matatu na yanayohusu amani. Lakini sasa nikasema moja kwa moja nije na wewe msikilizaji, mtoto wa Mungu, wewe unayenitizama, ili tufundishane kidogo nini maana ya amani au tafsiri ya amani ni nini. Na hii ni kwa uelewa wangu mimi nilivyoelewa, lakini nina imani kwamba wewe unaweza ukawa unajua zaidi au unaelewa zaidi ya hapa mimi nilipoelewa. Amani ni nini? Au tafsiri ya amani ni nini? Amani ni moja ya zawadi kuu kutoka kwa Mungu. Ni tunda la Roho Mtakatifu na ni alama ya uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Inaonekana kabisa Yesu alipokuwa anaondoka alituachia amani. Sasa mimi ninataka niende moja kwa moja kwenye neno la Mungu linalohusu au linalosema neno kuhusu amani. Kwa sababu moja kwa moja nimejifunza, nimeona kwamba tafsiri ya neno amani ambayo nimeitamka hapo, nimeisoma. Lakini pia nikaona amani ni urithi ambao sisi tuliachiwa na Kristo. Amani ni urithi ambao tuliachiwa na Bwana Yesu. Amani ni urithi ambao tuliachiwa na Roho Mtakatifu. Sasa hebu ninaomba tusome Yohana 14:27. Yohana 14:27 inasema, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Mimi siwapi kama vile ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu na wala msiwe na hofu. Ninaomba nirudie hapo. Amani na waachieni, amani yangu na wapa. Mimi siwapi kama vile ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu na wala msiwe na hofu. Sasa hili neno nimelitafsiri kwa mapana sana. Na nimeona kabisa kwamba chanzo cha amani ni Mungu peke yake. Chanzo cha amani ni Roho Mtakatifu. Ndio maana jina lake anaitwa mfalme wa wafalme, mfalme wa amani. Lakini amani ya kweli inaanza na wewe na Mungu, au amani ya kweli inaanza na mimi na Mungu, au amani ya kweli inaanza ya sisi sote kutengeneza ukaribu kuwa na Mungu. Mahusiano yetu na Mungu. Hebu tuingie tusome Warumi 5:1. Inasema, basi kwa kuwa tumehesabiwa haki kwa imani, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nitarudia hapo. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba jinsi ambavyo mimi nilivyoelewa maana ya neno amani. Lakini natamani niwape mfano kidogo sana. Mimi napenda kumsoma sana Daniel. Tukiangalia Daniel aliishi kwa amani. Hata akiwa utumwani Babeli, alitupiwa kwenye tundu la simba, lakini imani yake na utulivu wake
vilimletea heshima kutoka kwa mfalme. Siri yake ilikuwa ni nini? Siri ya Daniel ilikuwa ni maombi. Aliweka amani kupitia mawasiliano yake yeye na Mungu ya kudumu. Hapa tuingie tusome Danieli 6. Danieli 6:10 inasema, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja. Hapo ni mstari wa 11, umeninogea. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua. Na ndio maana salamu yangu hapo awali nimesema asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninazungumza na Watanzania wote. Hapa sijalenga dini wala sijalenga dhehebu la mtu. Nina share kile ambacho nimekiona. Kwa hiyo au nimekisoma. Kwa hiyo tunakiona kabisa kwamba hapa Daniel aliomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Sasa ili amani iwepo au iweze kudumishwa, kuna mambo makuu mawili ya kuzingatiwa. Mambo haya ni juhudi na hekima. Amani haiji tu yenyewe, ni lazima idumishwe kwa juhudi. Nirudie tena kusema hapo. Sasa ili amani iwepo au iweze kudumishwa, kuna mambo makuu mawili yaweze kuzingatiwa. Mambo haya ni juhudi na hekima. Amani haiji yenyewe, lazima idumishwe kwa juhudi. Tusome Warumi 12:18. Kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, mstari wa 19 unasema, wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna vitu ambavyo tunaviingilia ni vya Mungu. Kwa sababu Mungu anaona, Mungu anasikia na Mungu anatenda. Na Mungu tayari alishatupa amani. Na amani tunatakiwa tuishike kwa juhudi, kama nilivyoeleza hapo. Juhudi na hekima. Tutumie hekima sana sisi watu wa mitandao. Lakini tuwe na juhudi sana ya kudumisha upendo, kudumisha amani kwa sisi watu wa mitandao. Kila siku kukiamka, vinakuja vipya kwenye mitandao yetu. Hizi heka za mitandao zitatufikisha pabaya. Tunaona kabisa hapa amani ili iweze kuja ni nini? Daniel alifanya maombi, dua na sala. Hakutoka kwenda kuandamana. Alifanya maombi, dua na sala. Huo ni mfano mzuri ambao mimi nimetolea wa Daniel. Kama mwana wa Mungu unaona kuna kitu kinakutatiza na unajua kabisa kwamba Mungu yupo, Mungu anaona, Mungu anasikia, kwa sababu wewe ulivyo, Mungu anasema nyinyi ni kazi ya mikono yake. Mungu anasema yeye ni Mungu wa watu wote wenye mwili. Kwa hiyo kama Mungu ni baba yetu, ina maana anatuona, lakini anasikia. Hebu tuende kwa pamoja tumuombe Mungu. Tumuombe Mungu kwa ajili ya amani ya nchi yetu. Tumuombe Mungu kwa ajili ya mshikamano, kudumisha amani na mshikamano kwenye nchi yetu. Tusiingilie, tumsihi Mungu asimame kama baba, kwa sababu anasema yeye ni baba yetu. Asimame kama baba. Wewe ambaye unaona unaonewa,
Mwite Mungu asimame kama baba yako, kwa sababu anasema yeye ni baba yako. Lakini Mungu alienda kwa mapana zaidi, akasema yeye ni baba wa yatima, ni mume wa wajane, lakini ni Mungu wa watu wote wenye mwili. Kwa hiyo kama unaona kuna sehemu yoyote unapata changamoto, kuna sehemu yoyote unapitia shida yoyote, unaweza kumuita Mungu kama baba, unamuita Mungu kama Mungu, unamuita Mungu kama mfalme wa wafalme, Bwana wa majeshi, Mungu wa amani. Na ndio maana anaitwa, hayo ndio majina yake. Kwa hiyo tuyatumie ipasavyo. Amani haiwezi kuwepo katika moyo uliojaa kinyongo na uchungu. Ninarudia hapo. Amani haiwezi kuwepo katika moyo uliojaa kinyongo na uchungu. Ndugu zanguni, au Watanzania, baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, wadogo zangu, wanangu, Tanzania yangu, mimi ninaongea hapa kwa ajili ya amani, kwa sababu tumeona kabisa, nikiingia kwenye mitandao, ukimkuta mtu anaongea kuhamasisha vurugu, au mtu anayehamasisha tuseme maandamano, nikiangalia ndani yake, au ukimchunguza huyo mtu, utagundua kwamba ana maumivu fulani aliyowahi kupitia, au ana uchungu ndani yake ambao huo uchungu umemletea sasa ugonjwa. Na ukishapata tuseme ni wenzetu wana science, sitaki kuingia sana huko nisije nikakosea, lakini tayari ana ugonjwa wa maumivu ya moyo. Kwa sababu ukishakuwa na maumivu zaidi katika moyo, ina maana tayari ni ugonjwa. Kwa hiyo kila ninayemtizama kwenye mitandao ya kijamii, anayezungumza au kuwapotosha watu, hususani kipindi hiki cha uchaguzi, nikimtizama kwa undani, ninagundua huyu mtu ana maumivu fulani au ana uchungu fulani ambao ndio unaompelekea sasa kugawa sumu nje. Ameshindwa kukabiliana nayo, anagawa sumu nje ili kusababisha na wengine wapate maumivu aliyo nayo. Nadhani hapo mmenielewa kwamba tuseme kwa mfano utakavotoka kwenda kuandamana. Sawa, sikatai. Maandamano ni haki, maandamano ya amani ni haki ya kila Mtanzania. Lakini unavotoka kwenda kuandamana, unaenda kuandamana kwa sababu hipi? Lakini je, kwenye hayo maandamano kuna vitu vingi ambavyo vinatokea kwenu nyinyi ambao mnaenda kuandamana. Kwa sababu mtakuwa wengi, mtakuwa mnasongamana, ule msongamano katika kukimbizana, mwingine kamkanyaga mwenzake, mwingine kamsukuma mwenzake kaanguka kaumia hapa, wengine ambao hatupimi afya zetu mara kwa mara, unaweza kuta una pressure, una sukari, ghafla pressure imepanda ghafla, au imeshuka ghafla, au sukari imepanda ghafla, au imeshuka ghafla, kwa sababu utakuwa unatumia nguvu nyingi kwenye hayo maandamano. Ni nini sasa kitatokea hapo? Wapo watakaopoteza maisha, wapo watakaoumia. Wewe unayepoteza maisha, jaribu kuangalia, una baba, una mama, una mke, una watoto. Vipi hatima ya wale watoto? Vipi hatima ya wazazi wako? Vipi hatima ya mke wako ambaye anakutegemea wewe? Wewe hatima zako, hatima za mkeo, hatima za watoto wako, hatima za wazazi wako ziko kwenye mikono yako, zipo kwenye kiganja cha mikono yako, kwa sababu wewe ndio Mungu wao wa pili hapa duniani. Wewe ndio sababu ya wale watoto kuweza kula, kuvaa, kusoma, kuishi. Kwa hiyo tujaribu kuangalia hivyo vitu.
Sio lazima kwamba upigwe na maskari. Sio lazima wanajeshi watoke wakupige. Hapana. Kuna nyinyi kwa nyinyi kuumizana. Kuna matatizo ya afya yetu ambayo tunatembea nayo. Kabla hujayatibua, hayawezi kutibuka. Lakini unavyoenda kuyatibua, ndio yanatibuka pale pale. Sasa, ni nini ambacho kitatokea baada ya hapo? Na ndio maana vinaweza vikatokea kwa sababu tayari Mungu alishatuachia urithi wa amani, urithi wa umoja, urithi wa mshikamano, urithi wa upendo. Sasa sisi tunaenda kuvunja ule urithi ambao Mungu alituachia kuendana na neno lake linavyosema. Na waachieni amani yangu. Ile amani imeenda wapi? Ule urithi wa Kristo unaenda wapi? Kwa nini tunakubali kupotea kwenye hizi nyakati chache za uchaguzi, au kipindi hiki kichache, kipindi cha muda mfupi wa uchaguzi? Tunaenda kupoteza amani ambayo itatugharimu sana kurudia. Ndugu zanguni, amani inapoondoka, kurudi ni shida. Tukakubali kuipoteza amani ya nchi yetu, kuirudisha amani ya nchi yetu ni shida. Sote tunaona nchi ambazo amani imepotea. Watu wanakufa kila siku. Watoto wanakufa kila siku. Watoto wanaachwa mayatima. Wamama wanaacha wajane. Waume zao wanakufa. Vijana wanaondoka. Nchi inabaki utupu ukiwa. Kunabakiwa hakuna amani tena. Mabomu kila siku. Mimi kuna msemo wangu mimi huwa naupenda sana kuutumia, kwamba ukiwa unakula mlenda na dagaa lako unalila lile, una amani, ugali unashuka vizuri kabisa. Lakini unavyoanza kusikia amani imetoweka, ni mabomu yanalia sokoni, mabomu yanalia mahospitalini, mabomu yanalia kwenye nyumba zetu, mabomu yanalia kwa mabarabarani. Haise, huwezi kuwa na amani kabisa. Hatutafanya biashara. Biashara zitafungwa. Mahospitali zitakuwa zinajaa watu. Lakini pengine pia na wao wakafunga. Lakini pia watoto wetu hawatasoma. Huduma zote za kijamii zitakuwa hatupati. Kwa hiyo yote hii inasababishwa na mtu mmoja, au watu wawili, au watu watatu. Kutuletea shida ya kuipoteza amani ya nchi yetu, ambayo imejengwa na waasisi miaka nenda rudi, ambayo amani hiyo imeweza kudumishwa hata na viongozi wa awamu ya kwanza, ya pili na ya tatu na ya nne, na sasa tuko awamu ya 6. Kwa hiyo ninaomba sana tudumishe amani yetu kama Mungu alivyotuachia, kama tulivyoachiwa na Kristo Mwokozi. Tunaomba ule urithi tuendelee kuhudumisha. Lakini siwezi kuishia hapo. Nimesoma hiyo Mwanzo 50, kisoma Mwanzo 20. Kwa roho yake ya msamaha Mungu alimtuma. Kwa roho yake ya msamaha Mungu alimtumia Yusufu kuokoa familia yake na taifa zima kutokana na njaa, na msamaha ulirejea, na amani na umoja. Hilo andiko liko kwenye Mwanzo 50:20. Nikisoma Mwanzo 50:20 inasema hivi: nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema.
Sasa mimi hapa nitaongea na Mheshimiwa Rais, mama yetu, mama yangu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye andiko hili la Mwanzo 50:20 ni andiko lililokuwa linamhusu Yusufu. Lakini leo mimi nikiangalia vitu ambavyo vinaendelea kwenye mitandao, Yusufu wangu mimi sasa hivi ni Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa nini nasema hivyo? Nasema kwa sababu sote tukiangalia kwenye Biblia tunaona jinsi ambavyo Yusufu alivyofanyiwa na ndugu zake, au alivyofanyiwa na familia yake, mpaka akatupwa, akaenda kuuzwa huko utumwani. Lakini pamoja na hapo, Yusufu neno alilolisema kwa roho yake ya msamaha, na Mungu akamtumia kuiokoa familia yake, na si tu familia yake, aliokoa na taifa zima. Mama yangu Samia Suluhu Hassan, haya yote yanayotokea mitandaoni, najua yanaumiza moyo kibinadamu. Sisi sote kama watoto wako Tanzania tunayaona, tunayasikia, yanaumiza, yanavunja moyo. Lakini ni wasi tu, wewe pamoja na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi, msivunjike moyo. Nyinyi ndio mayusufu wetu tunaowatizama. Naamini ni upotevu wa watu wachache tu, ni upotevu wa watu wachache wa mitandao. Takuja kusoma andiko linalowahusu wao hapo baadaye. Lakini kwa sasa hivi mgombea wetu, rais wetu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi, ninawasihi sana muendelee kuwa wavumilivu, muendelee kuwa na moyo wa subra, lakini muendelee kuwa na moyo wa hekima. Kipindi hiki cha uchaguzi, sisi ni watoto wenu. Msitupe kwa niaba ya watu wachache wasiotaka kushika urithi ambao ni Mungu ametuachia wa kudumisha amani. Tunaomba sana, au ninaomba sana, mama yangu, mgombea mwenza, baba yangu Daktari Emmanuel Nchimbi, amani ya Mungu ikae ndani yenu. Amani ya Mungu ikae ndani yenu, isiondoke kwa kusababishwa na watu wachache. Tunaomba sana, tunawaomba sana viongozi wetu, msivunjike moyo. Tunaomba mzidi kutupenda, tunaomba mzidi kutuombea, tunaomba muondoe kusononeka, ili taifa letu liwe huru, ili amani yetu izidi, ili umoja na mshikamano uzidi. Ni nyinyi kuweza kutuombea sisi, na sisi tuendelee kuwaombea nyinyi. Na ndio maana hapa tukiona Yusufu aliliokoa taifa zima. Walikuwa kipindi cha njaa, Yusufu aliwasaidia. Sasa nyinyi ndio mayusufu wetu, na tunawategemea sana kwenye taifa letu. Tunawaombeni sana mama, tunakuomba sana baba yetu Dr. Emmanuel Nchimbi, muwe na amani ya moyo, muwe na imani, muwe na hekima ya kuweza kutatua hizi changamoto za mitandaoni ambazo zinasababishwa na watu wachache. Sasa kwenye hii dunia yetu imejaa heka nyingi, imejaa mambo mengi sana. Na nikiangalia kwenye mitandao kuna watu wachache ambao wanaipotosha jamii. Ni watu wachache sana wanaoipotosha jamii, na sio watu wengi.
Lakini nikiangalia hao watu wachache, kama nilivyosema hapo awali, wana vitu ambavyo wamekuwa navyo katika mioyo yao. Sasa sisi Watanzania ambao ni wengi, tusipomwomba Mungu akatupa macho ya kuona rohoni, tusipomwomba Mungu akatupa hekima, basi sisi tulio wengi tutaingia kwenye hilo gurudumu lao. Tutaingia kwenye huo moto ambao wao ndo wanauchochea. Ni nani sasa wa kutusaidia kudumisha au wakati mwingine kutupa amani katika maisha yetu ya kila siku? Ni nani ambaye wa kuweza kutusaidia? Tusome Wagalatia 5:22. Wagalatia 5:22 inasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Narudia hapo. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili pamoja na uaminifu. Sio mimi Lilian Shirima nimesema hayo, bali ni maandiko. Ipo katika kitabu cha Mungu, Wagalatia 5:22. Inasema hivi, nitarudia tena. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Ukienda kwenye mstari wa 23 inasema upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Hapa kwenye upole kiasi, na ndio maana ninaona nikizungumza kwenye swala la serikali hili kwenye upole kiasi, na ndio maana wewe utakaye toka kwenye yale maandamano ukafanya vurugu, hapa ule upole kiasi ndipo unapoingia. Hapa kwenye hili neno upole kiasi ndipo linapoingia. Kwa sababu haiwezekani watu 100 au watu 50 mkaja kuvuruga amani ya Tanzania au Watanzania walioko mamilioni, ambapo kuna watu wenye ulemavu. Umo bado tuna wajane, umo bado kuna yatima, umo kuna wazee, kuna makundi ambayo ni mengi ambayo wanaishi katika hali ngumu. Na sote tunajua kuna Watanzania ambao wana maisha ya juu sana, kuna ambao wana maisha ya hapa katikati. Hatufanani. Kama vile vidole ambavyo havilingani, ndivyo na sisi katika maisha yetu tunayoishi hayafanani. Kwa hiyo tujaribu kuangalia tunavyoenda kuipoteza amani yetu, tunapoenda kupoteza upendo, tutaishije? Tunaishije? Vipi kuhusu wale wenzetu wenye ulemavu? Tunatakiwa tuwaonyeshe upendo kipindi hiki cha uchaguzi, na sio kipindi hiki tu cha uchaguzi, kipindi chote cha maisha yetu tunayoishi. Kwa hiyo ina maana sasa tunapotoka kwenda kuandamana, hatuwafikirii wao kwamba na wao wanaweza wakapata changamoto zaidi ya pale walipo. Hatuwafikirii wao kwamba ni nini kitawafikia, ni nini kitawagusa. Hatujafikiria. Tunaongea, tunashadadia kwenye mitandao, tunakuwa na mihemko ya kushadadia pasipo kujua nini athari ya wenzetu wenye ulemavu wa viungo na kadhalika. Tunawaweka wapi? Ni kitu ambacho
kinaniumiza hata mimi mwenyewe, ni kitu ambacho ninatafakari kuhusu wao. Na sio wachache, ni wengi. Wako watu wenye ulemavu ni wengi. Tunawaweka wapi? Ni nini hatima yao tukisha ruhusu maandamano yakatokea kwenye nchi yetu? Hatima yao itakuwa ni nini? Wanaweza kukimbia? Jibu ni hapana. Wanaweza kuhimili mikiki ya fujo? Jibu ni hapana. Tunawaweka wapi? Tunaweka wapi? Vipi kuhusu amani? Nimeongea kwa maumivu mpaka sasa nahisi na mimi napata shida. Vipi kuhusu amani? Vipi kuhusu upendo ambayo tumeachiwa na ambayo iko katika vitabu vyetu? Tunaipeleka wapi? Tunafanya nini kuhusu wenzetu? Kwa hiyo ndugu zanguni, ninawaomba sana tudumishe amani yetu, tudumishe upendo wetu, ili neno la upole kiasi lisije likatufikia serikali yetu ikashindwa kuvumilia, ikachukua hatua, alafu wengi tukadhurika. Wewe ambaye utakayekutwa kwenye maandamano ukasababisha fujo, tayari una baba, tayari una mama, lakini tayari utakuwa una familia. Kwa hiyo ili neno upole kiasi, ndugu yangu, lisije likakukumba halafu ukaja ukapata matatizo, ukaacha familia yako, ukaacha mke, ukaacha watoto, ukawaacha wazazi wakawa wanakulilia, kitu ambacho kitakuja kutrendi mpaka kwenye mitandao. Tukawapa mwanya pia na wenzetu ambao wanatafuta sababu kipindi hiki wakapata na trendi. Sisi katika maisha yetu tunaweza kutumia njia zifuatazo ili kuweza kudumisha amani, ili kuweza kudumisha upendo, ili kuweza kudumisha umoja. Na zaidi sana niongee kwa wale wenzangu ambao wenye dini, lakini hapa ninataka kugusa kidogo sana kwa wale waombaji, watumishi wa Mungu, mitume, manabii, wainjilisti, mashehe wetu, walimu wetu, vitu ambavyo vya kuweza kuzingatia kwa kipindi hiki, kwa uelewa wangu au kwa maono yangu au kwa ndoto yangu. Kitu cha kwanza ni kuwa muombaji. Kitu cha kwanza ni kuwa muombaji, maana maombi sana sana hutuliza moyo. Ninaamini kabisa ukiona moyo wako hauna amani, ukiona umekereka sehemu, au haya yanayoendelea kwenye mitandao ukashindwa kuyahimili, kitu cha kwanza cha kufanya ni kuwa muombaji. Kwa nini maombi hutuliza moyo? Maombi hutuliza moyo kwa sababu unavyosikia maumivu makali sana, lakini ukagundua kwamba kuna Mungu, ukagundua kwamba wewe ni wa Mungu, ukagundua kwamba Mungu alikuumba kwa ajili ipi au kwa ajili gani? Kwa nini Mungu alikuumba na akakuleta kwenye hii dunia? Na ukagundua kwamba binadamu sisi sote ni wa Mungu, na pengine aliyekusababisha hayo maumivu ya moyo ni mwanadamu, na ukaenda kwake yeye aliyemuumba, basi ni lazima yeye Mungu atakuletea amani ya moyo. Hapo tu unapoanza kuomba,
basi lazima utasikia amani moyoni mwako, na utasikia kuachilia, lakini utasikia pia kusamehe, lakini pia hata nyinyi ambao mna maumivu huko, mlioumizwa, ambayo mnayahamishia maumivu yenu kuleta utata kati ya wananchi na serikali, basi ukiwa muombaji, my friend, ndugu yangu, hayo maumivu yataisha. Lakini njia ya pili ni kuwa mpole na mvumilivu. Kuwa mpole na uvumilivu. Jibu la upole huzimisha hasira. Kwa hiyo unavyokuwa mpole, kwa mfano kipande B hiki, nikiangalia upole huu ndio ambao utakao nisababisha mimi hata niweze kutoka kwenda kupiga kura, lakini kipande hiki mimi ndicho kitakacho nifanya nizidi kuwapenda viongozi wangu wa nchi hii, hususani mama yangu Daktari Samia Suluhu Hassani pamoja na baba yangu Dr. Emmanuel Nchimbi, kwa sababu kipande hiki cha kuwa mpole na mvumilivu kimewalenga sana wao. Kiukweli mama amekuwa mvumilivu sana sana sana. Kwa miili yetu hii ya damu na nyama ni ngumu sana kuweza kuvumilia kitu kama hiki, hususani ukisha kuwa ni mheshimiwa rais, lakini umekuwa katibu mkuu, lakini sasa hivi ni mgombea mwenza wa urais. Sasa alafu unavyosikia watu wawili watatu wanatoka kwenye mitandao na kuanza kutukana, matusi makali, matusi ya nguoni, matusi yanayoumiza mwili, yanayoumiza roho na nafsi, basi hiki kipande B kinaweza kikawashinda kutokana na mamlaka iko mikononi mwenu. Lakini ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu, kwa sababu mmeweza kuwa wapole, mmeweza kuwa wavumilivu na mmeweza kuwa wastahimilivu. Kwa nini nimesema hivyo? Hiki kipengele B kiko kwenye Mithali 15 kuanzia mstari wa 1 na wa 2, na nitausoma. Unasema hivi: Jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Sio mimi Lili nimesema, ni Biblia inasema. Iko kwenye Mithali 15 mstari wa 1 na wa 2. Thawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Lakini hili neno pia likatuhusia kwamba macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Sasa ndo kule nyuma na kurudisha kule niliposema kwamba kuna watu sisi ambao tunajipa nafasi ya Mungu kwamba sisi ndo tunayeona, kwamba tunaona yaliyoko sirini. Tunajipa macho ya Mungu. Inafika mahali mpaka tunapitiliza, tunaanza kuhukumu pasipo haki. Sio mimi Lili nimesema. Na ndio maana hapo awali nimesema kwamba uelewa wangu sio sawa na uelewa wako. Kwa hiyo hapa tupo katika kufundishana, tupo katika kuelimishana. Na kama utakuwa unanielewa vizuri, utaweka comment hapo chini. Lakini kama utaona sijaelewa vizuri kuhusu ili andiko, basi pia nitakuomba unifundishe zaidi, ili na mimi niweze kuwa mpana katika kuelewa. Kwa hiyo macho ya Bwana
yako kila mahali, na yakimchunguza kila mbaya na mwema. Kwa hiyo tujaribu kutenda yale yaliyo mema na yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Tusijipe nafasi ya umungu. Lakini hapa ukienda kwenye mstari wa 4 unasema, ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Mimi naomba niishie hapo. Kwenye kipengele B tunaona kabisa kwamba nyinyi watu ambao mnahamasisha watu kufanya ukorofi au mnahamasisha watu kwenda kwenye maandamano, tunaona neno la Mungu linasema nini. Ninaomba sana tu stop kufanya hivyo vitu, au tuache kuhamasisha hayo maandamano ambayo tunaona yanaweza yakasababisha uhalifu au yanaweza yakahamasisha uhalifu kwenye nchi yetu ya Tanzania. Lakini kipengele C kinasema, tafuta upatanisho mapema, usiache hasira ikue. Sasa yamkini wewe katika moyo wako kuna sehemu ambapo ulishaumizwa, haujataka kuachilia. Ulishaumizwa, hautafuti upatanisho na yule aliyekuumiza, bali unatoka kwenda kuleta sumu ili kuweza kuharibu watu wengine. Sasa hichi kipengele ni wewe kutafuta upatanisho mapema. Hacha hasira yako ipungue. Lakini kipengele D kinasema, kuwa na haki na usawa popote ulipo. Tengeneza kuwa na haki na usawa sehemu yoyote ulipo, au sehemu yoyote unakoelekea, au sehemu yoyote unakoenda, au kitu chochote unachokifanya, iwe ni kwenye familia yako, iwe ni mashuleni, iwe ni maofisini, iwe ni makanisani, popote pale katika jamii iliyo kuzunguka, basi jitahidi kuwa na usawa. Jaribu kuwa na usawa, kwa sababu sisi sote ni wamoja, sisi sote tuna usawa, kwa sisi sote tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Sisi sote ni wa Mungu. Kwa hiyo tujaribu kuwa na usawa, tujaribu kuwa na haki, lakini tujaribu kuwa na umoja. Lakini kipengele D kinasema, ruhusu amani ya Kristo itawale moyoni mwako. Hiyo hata mimi sijasema, kwa sababu vitu vyote nimevichambua kutoka humu. So yamkini nimeona ni share na nyinyi leo, kwa sababu nimeona watu wengi tumekuwa wavivu. Hatupendi kusoma vitabu vyetu Biblia, hatupendi kusoma misafu yetu. Wote tumekuwa wavivu sana. Simu zetu hizi janja, smartphone hizi zinatudanganya. Tunafata yaliyoko kwenye mitandao, lakini itampendeza Mungu tufate ambayo yaliyopo katika neno lake, kwa sababu pia katika maisha ya Kikristo tunayoishi, au katika maisha ambayo tunayoishi sisi binadamu, vitu vingi Mwenyezi Mungu ametuhusia kwenye maandiko yake, kwenye misafu yake, jinsi ya kuienenda, jinsi ya kuiishi. Tusome Wakolosai 3:15. Wakolosai 3:15 inasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Yaani hili neno ni tamu sana.
Once mwana wa Mungu unapojifunza kusoma Biblia, unapoamua kutenga muda wako, hata dakika 2 ukachukua msaafu wako au Biblia yako ukasoma, basi utakuwa unafurahishwa kama hivi nilivyofurahishwa na ili andiko. Kuna maandiko yanafurahisha sana kwa kweli. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Sasa mtazamaji unayenitizama na msikilizaji unayenisikiliza, au Mtanzania mwenzangu, kwa nini hatutaki kuwa watu wa shukrani? Kama neno la Mungu lenyewe linatuhasi sisi kuwa watu wa shukrani, kwa nini sisi hatutaki kuwa watu wa shukrani? Hebu mimi nikuulize mtazamaji, Tanzania yetu hii ya sasa hivi ilivyo sasa hivi, ndivyo ilivyokuwa huko nyuma? Ni swali la kujiuliza, wewe na mimi pia tujiulize hili swali. Tunataka kwenda kuandamana kwa ajili ya kitu gani? Ni lazima tuwe watu wa shukrani. Tuangalie kipindi cha miaka 4 ya utendaji kazi wa mama. Ni kitu gani na kitu gani amekifanya? Na tuangalie hayati ambaye aliyekuwa rais wetu John Pombe Magufuli, yale aliyoyafanya, lakini akatutoka kabla ya kumaliza yale. Lakini alipoingia aliyekuwa makamu wa rais kikatiba, akawa rais, akatuongoza ndani ya miaka 4, yale ambayo aliyafanya hakuacha hata kimoja. Amepambana kama mwanamke, amepambana kama mama, amepambana kama rais, amepambana kama mwanadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu. Akapambana, akadumisha amani na umoja ambayo ndo tulionayo sasa hivi. Lakini hakuishia tu hapo. Watoto wetu wanasoma, amepambana nayo, hakukatisha ile huduma. Watoto wetu wameendelea kusoma mpaka sasa. Lakini tunaangalia kuna maeneo yetu, siwezi nikayatamka yote. Kwa mfano nikisema tuseme Mabwepande, niseme Kunduchi, niseme Kawe, niseme Mikocheni, niseme Mbweni, nikizungumzia Makongo, tuko tunaona barabara ni mbovu, lakini sasa hivi lami inapita. Lakini huko Mabwepande kuna mpaka mahospitali ya wilaya. Lakini nikiangalia kuna zahanati mama amezitoa. Lakini tukiangalia watoto wetu bado wanasoma. Lakini tukiangalia kikubwa zaidi kuliko, tunaona na mwendo kasi zinakuja. Lakini sio hivyo tu, watu leo hii wanaenda Morogoro, Dodoma, wanaenda na kurudi. Lakini siishi hapo, naona kabisa bado mama stili ameendelea kupambana na amani, hajavuruga amani yetu. Amani yetu ipo. Watu wachache ambao wanatengeneza visasi ndo ambao wanaotaka kuivuruga nchi yetu. Lakini pamoja na hapo, mama amekuwa strong, mama amekuwa mvumilivu, mama amesimama imara, bado anaendelea kupambana, na Watanzania tuna amani mpaka sasa hivi. Sasa basi, mimi ninawaomba sana na ninawasihi sana, kwa haya machache niwaombe tudumishe amani. Naomba sana tudumishe upendo. Tunaomba sana pale tulipoangalia kwenye ule mstari unasema, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Ninaomba sana ili neno lizingatiwe. Bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Sio mimi nimesema, ipo katika neno na ni kitabu kitakatifu cha Mungu kinasema hivyo. Kwa hiyo tusiwasikilize watu wachache ambao watataka kutuharibia nchi yetu. Watu wachache ambao watataka kutuvurugia amani ya nchi yetu. Tunaomba amani yetu izidi kudumu kwa juhudi na hekima.
Kama nilivyosema hapo awali, juhudi peke yake na hekima ndio itakayoweza kutuletea amani yetu, na tunatakiwa tuendelee kuidumisha katika kuwa na umoja, amani, upendo na mshikamano. Na niwatakie wote siku njema, na niwatakie wote Oktoba yetu ikawe njema, mwezi huu mtukufu ukawe njema. Nimesema mtukufu kwa sababu ni mwezi ambao tunaenda kuchagua viongozi wetu ambao watakaoenda kutuongoza ndani ya miaka mingine ijayo mitano. Kwa hiyo ndugu zanguni, niwasihi sana, niwaombe sana Watanzania, niwaombe sana watazamaji mnaonitizama. Mimi hapa ninaongea kama Mtanzania, lakini ninaongea kama mama, ninaongea kama kijana, ninaongea kama msichana wa kike, ninaongea kama binadamu ambaye ninahitaji haki, na ninahitaji amani, ninahitaji upendo, ninahitaji umoja. Na umoja huo ni sisi tutaenda kuhudumisha kwenye kwenda kutoka na kwenda kupiga kura tarehe 29 kwenda kumchagua rais wetu wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassani, lakini kwenda kumchagua mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini kwenda kuwachagua madiwani wetu wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, madiwani wetu ambao mnawaona wanafaa, wana haki na wana misingi imara ya kuweza kuendeleza gurudumu letu katika nchi yetu ya Tanzania. Angalizo, chagua mtu ambaye unaona anaweza kukuongoza na kuiongoza Tanzania yetu. Oktoba 29 tutoke wote tuende tukatiki, tutiki tena na kutiki tena, mwishoni tukatikisike. Na amani ya Bwana ya Kristo iwe pamoja nanyi. Shalom, assalamu alaikum.